Kulikuwa na wakati viwanja vya mtaa vilikuwa na vumbi kuliko matumaini. Ndipo Ababu na Mwamba akaingia katika wizara ya michezo chini ya serikali ya William Samoei Ruto na kuleta kauli iliyogeuza mwamko wa taifa. Talanta Hela Initiative hayakuwa maneno ya jukwani, ilikuwa dira, ilikuwa changamoto kwa taifa kuanza kuona michezo kama sekta ya uchumi, ajira na hadhi. Tulimuona viwanjani mara kwa mara akizungumzia soka kwa shauku ya mtu aliyekuwa anaamini kabisa kuwa kipaji ni mtaji wa taifa. Leo wengi wanamtamani katika majukwaa hayo, lakini maisha na mkondo wake, kutoka kwa kina Alden Kibet, Amos Wanjala, akina Kasavuli, Kelly Madada, Mark Shaban na Louis Ngavi, Austin Musa Odongo, Hamisi Brighton Onyona na Tyrone Kariuki. Kizazi kipya kilipata jukwaa, ligi yetu ikaanza kuamka, mwendo ukawekwa, na leo hii kwa kiwango fulani ipo mahali kuliko ilivyokuwa. Hebu piga darubini baada ya yeye kutoka ofisini, yale majina makubwa aliyotesa michezo ya shule 2024 na 2025 yako wapi? Unayakumbuka mangapi? Leo hii Ashua angekuwa Spain, Instinct Simiyu angekuwa majuu, Amalemba je, sisemi zaidi. Upande wa kinadada ukaandikisha Kenya Women's National Under 17 Football Team wakatinga kombe la dunia la Under 17 lililofanyika Dominican Republic na kupata ushindi wao wa kwanza kabisa katika jukwaa la dunia. Mabao ya Valerie Nekesa na Lona Faith yakaiweka Kenya kwenye ramani ya dunia. Walimaliza watatu kwenye kundi cha nyuma England na North Korea, waliotikisa hadi robo finali. Huo ulikuwa ushahidi kwa wekezaji huzaa matunda, na moja ya alama kubwa zaidi iliyosimama kama kumbukumbu ya maono yake ni uga wa Talanta Hela. Wengi wanaamini wazi kama si yeye hatungeuona huo uga wala kudhubutu kusikia. Ilikuwa ishara kwamba Talanta Hela halikuwa tu wazo, bali miundombinu halisi. Alipoondoka kwenye wizara, mashabiki walipigwa na butwa, lakini ukweli ni huu: aliset pace kwenye michezo nchini, aliweka kiwango, aliweka pressure, aliweka matumaini. Na ukiangalia tangu hapo, wengi wamekuwa wakijiuliza kama kumeibuka mfumo mwingine dhabiti na wa kitaifa wa talanta identification, nurturing na monetization kwa ule mpangilio na nguvu ile ile. Mjadala upo, wengine wanasema bado hatujaona muundo mpya ulio wazi kama ule, kwamba bado tunategemea vipaji binafsi badala mfumo wa kitaifa uliounganishwa kikamilifu. Sasa waliopo wanapaswa kukimbilia mwendo ule ule au hata kuuzidi. Tuseme watatimiza, ila kwa kweli kazi ipo. Kwa mengi aliyoyaanzisha, wengi watamkumbuka kama Master Games Planner. Salute Ababu na Mwamba.